Guys, I'm not safe. I'm not safe. I'm not safe. My life is in danger. Si ati naogopa. I'm not afraid. But I just want you people to know, just in case of anything, mimi nataka mjue. I am aware that a Royal Member of Parliament have been holding meetings, planning on how to silence me. Not only to silence me, but through whichever means. You have paid people, you've paid media to taint my name. But media imekata, watu wamekata. There is no one who is bold to face me and do whatever you told them to do. I have evidence, niko na picha of meetings 2 weeks ago. You held a meeting. Umekuwa ukiita hadi wa mama. You pay them. You want them to take pictures with you and to pronounce me na waseme nini. Umekuwa ukiita vijana. Umekuwa ukihold meeting now. You know what you have been doing. I'm not saying this as a mad person. I know what I'm saying and I have evidence. So, the Member of Parliament, what are you afraid of? What are you afraid of? Si tupatane ground. Si kama umefanya kazi si tupatane ground. Tupatane wewe, kwa nini unaenda kulipa watu? Kwa nini unaenda kuongea na watu? Why do you want to eliminate me? How am I a threat to you if you are doing your work? I will explain to people the reason as to why you want to silence me. Sasa hata nimekuwa nikinyamaza. Sasa nitaongea. The first time niliongea, ulienda ukapiga propaganda ukaambia watu, na nikaongea maneno ukaita hadi ulikuwa unataka kufuta watu wako wa kazi, ukawaambia mimi ni mwenda wazimu. I have depression, niko na depression. Today 13th May 2025, I want to put it here in public. I want to put it here in public that if speaking for my people of Roiro, hii ni Githurai 45, Kahawa Wendani, wherever, Gitodhua Biashara, Gatongora, kama hiyo ndio utafanya uniondoe ama uniwe through whichever means you want to say, I am ready, I'm not afraid, I'm not a coward. I am not a coward. Na ndio maana unaona you've traded people, you've paid them money, they wakuja no one is willing. No one is willing. Now, nataka ku put it here that if anything happens to me or any member of my family, you will be liable. Na nimeweka ni Wakenya wajue wewe ndio utakuwa umefanya. From today, hata si from today, I know nimekuwa nikitafuta but nilikuwa tu nimeamua ninyamaze. I want the public to know the reasons as to why you are bitter with me. Number 1, ulikuwa umetaka president wakati watu wa Mount Kenya akuje amalizie na Githurai. Ukafuata president, ukamfuata, mkaenda kila mahali. President akakuwa informed na NIS that Githurai will be worse. Githurai si kuzuri kwa kukuja. The president aka postpone meeting ya Githurai. Ulikuwa umekuja na propaganda ya maji, mkakata maji. Ndio ukakuja kwanza kupea watu to prepare president akuje. Mimi nikaitoa, nikaigundua, ukaenda ukatengeneza maji, ulikuwa hadi umeleta tanks. Unataka ku clean your name, ukuja kwa ground. Mimi nikaitoa. Maji, watu wa Githurai wamekosa maji karibu miezi 3 hapa. Umerudisha maji. Ukarudisha maji. That one, the team yenye unaita ndio wananiambia. The same people you are holding meeting, we paying them, are the one who are telling me. Na niko na kila kitu. Number 2, ukakuja kwa stima. Wakati watu wa Githurai wamekataa president akuje, after the tour, ukakuja ukakata stima. Stima zikakuwa zinapotea, wana biashara. Mtu anafanya biashara ya maziwa ya nini, hawezi fanya. Ndio ukuje, isemekane wewe ndio unawatengenezea, ndio usafishe jina yako. In the name, unawauliza ati si mnataka president akuje huku. Si atakuja huku awaletee maendeleo. To wash your name. Ikakwama tena. Nikatoa maneno ya stima, stima ikatengenezwa, hata ikumaliza one day ikatengenezwa, stima zipotei Githurai venye zilikuwa zinapotea. You are bitter with that. Number 3, maneno ya soko. Umekuja, umepromisiwa na cartels, big people, cartels watakusupport na financial support, na juu nini yako imepotea kwa ground, you want to buy people. My friend, the same people you are giving money wanakuja kutuambia, najua hata kataa pesa wanakula pesa, but don't think ati hiyo pesa ndio itakupatia kura. Watu si wajinga, wao wenyewe wanatuambia wanaenda kukula pesa and you give them actually which money unapatia watu 1000. Unaita watu meeting ya kuplan against me and how to eliminate me and you pay people 1000, 5000, 2000. Maneno ya soko, ulikuwa unataka makatels wa kuunge mkono, waende wafukuze watu kwa soko ya hiyo nini ya Githurai ya Kenha, they lease
wao wakibenefit wakakwambia watakufund. I exposed it, tukafanya maandamano, ukatumia polisi. Umekuwa ukitumia polisi kuni intimidate. Mimi am not intimidated. Sijakuwa intimidated. Tumeweza maneno ya Githurai. Soko hawajafukuzwa. Now, today jana ulituma watu wakaenda kungoa stima za watu wa bypass. Hapo bypass hiyo area yote. Hakuna barabara inatengenezwa hapo, hakuna kitu inatengenezwa. Hawa watu wajafunga barabara, unataka wabomolewe na the same cartels, they lease in the name they will finance you in your campaign. Now, number 4, maneno ya title deeds. Nili expose the way umepora watu wa Mwihoko na in the name watu wa Gitodhua, in the name utawapatia title deeds. Umewaitisha pesa, wengine 20,000, wengine ulikuwa unaitisha 100,000, wengine ulikuwa unaitisha sijui 50,000, title zao zitoke, hazijawahi toka na pesa ulichukua. Number 5, bursaries. Umekuwa ukipromise watu bursaries, watu wanakuja wana file form, sijui zimeapproviwa, watu hawapati bursary. The same people ndio wanakuja kutuambia bursaries sijui mahali inapotelea. Now, kumekuwa na mkutano ya public participation ya NCDF. Zile constituencies zingine zote ambazo wabunge wao wako na akili, wameita watu wao, wamefanya public participation vizuri, wamefaulu. Lakini yako juu ungefanya, juu unajua watu hawakutaki na ground ni mbaya. Wewe ulikuja in the name ya tunapatia watu bursary. Ndio wakuje, wewe huwezi ita watu wakuja kwa hiyo NCDF public participation. Huwezi waita, wakakataa. So you call them in the name of what? Of bursaries. Wamekuja hizo bursaries, walijaza form. Nataka uwaite hiyo mikutano yenye unawaita, unawalipa, unawaambia wani address na wani nini, wanakataa. You are calling people, umeita wamama, umeita vijana, umeita nini? Hakuna, hatunawaambia mpigwe picha na wao. Na sijui waseme, sijui inawachipo, sijui amefanya nini, sijui. I know they are telling me. Tunajua umejaribu kila kitu, imegonga mwamba. Bursaries watu hawapati. Wewe huwezi ita watu wakuja kwa mkutano yako. Sasa wamejaza bursary, wacha tuone kama watapatiwa. Utawaita tena, hata wenye unawaita, hata wenye wapei unawalipa, uambie waseme. Number 6, government opportunities. Nikakuja nikasema umekuwa ukipatiwa government opportunity. Kama ni walimu, kuna slots unapatiago. Wewe unapeleka kwenye nyumbani na kwa bibi yako. Kama ni jeshi, unapatiwa slots unapeleka kwenye nyumbani na kwa bibi yako. Recently kumekuwa na recruitment ya police wa prisons. Hiyo video nitaitengeneza. I will expose what happened. Imeuziwa watu wa Rarieda na wawapi. I will expose. Now, nili expose kitu kingine, hujawahi ita youths, hujawahi hata enda shule ufanye benchmarking, ujue venye zinafanya, ukakuja ukaanza kuita vijana, sijui ni talent show, sijui ni nini kwa support na uniforms. The same people wananiambia asanti, wananitext. I have evidence. Niko na simu, niko na kila kitu na text za vijana. Vijana hao watu si wajinga, si wapumbavu. Wale wa mama unaita kwa groups si wapumbavu. Youth empowerment si wapumbavu. They are telling me. Now, wakati wa Gen Z nilipanga maandamano. Tukafanya maandamano ya public ya finance bill, hapa watu wako wanaitaka. Tukakwambia, watu wakakwambia watu haitaki. Watu wakauawa, vijana wakauawa. Wewe ukasema uko na biashara za kulinda. Hautaongea kwa sababu uko kwa government. Wale watu ambao waliuawa Githurai. Wewe, mimi nikafuata, tukaenda mochari zote. Wale watu ambao walipigwa risasi, tuka make sure tumechanga, watu wamesaidika. Wale watu ambao waliuawa hatukupata hata mmoja. You know where they walienda kuchomewa. Unajua, na I know unajua. You collaborated with the government, you know where they were taken. That is where your bitterness is coming from. Ya mwisho, impeachment. Watu wakakuja huku impeachment ya Rigathi Gachagua, watu wakakwambia wataki impeachment. Lakini wewe ukasema na mdomo yako wewe, ukasema wewe deputy president amekuwa mstari wa kwanza Rigathi Gachagua kupiga pombe, na tunajua wewe you are the main distributor wa pombe huku Ruiru. Hakuna mtu akona wine spirit kubwa sana hapa Ruiru kuliko hao. Wewe unafanya biashara ya sigara. Ukasema biashara yako ni more important than hiyo. So your bitterness is coming from there. And wacha nikwambie, I'm not afraid. I'm not a coward. I'm not afraid of anything. You can do whatever you want to do. But I want to tell you, 2027 tutapatana kwa ballot. Wewe ukisikia hiyo mipango hiyo unafanya utaniua ni sawa. Kama watu wa Githurai ndio kuongelelea watu ndio itafanya uniwe, I'm not afraid. You can go ahead and do whatever you want. I told you I'm not afraid. Ukaanza kueneza nini? You know what you've been doing. You've been sending wasichana, umekuwa umetumia lead. You've been sending people. I've been silent. Mimi sitanyamaza tena. Na sikuogopi. You can do whatever you want to do. But the public
na watu wa Githurai mjue, your enemy number one ni huyu MP wenyu mshenzi.